Habari wananchi, karibu katika halmashauri ya mji Mafinga inayopatikana nyanda za juu kusini katika mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Naitwa Vedasto Malima, ni afisa habari. Halmashauri ya mji Mafinga inaongozwa na mkurugenzi Bi Federica Muyovera pamoja na mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Reginald Kivinge. Kwa pamoja wanaongoza idara mbalimbali za halmashauri ya mji Mafinga. Leo hii tunakwenda kuangazia idara mbalimbali za halmashauri ya mji Mafinga jinsi zinazofanya kazi ya kutoa huduma kwa wananchi. Karibu. Leo hii tumetembelea idara ya viwanda, biashara na uwekezaji kwa ajili ya kuja kufahamu au kuona jinsi idara inavyofanya kazi ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa majina naitwa Macleon Godwin Biarugaga, ni kaimu mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji. Wananchi wanahitaji kujua jinsi idara ya viwanda, biashara na uwekezaji jinsi inavyofanya kazi ya kutoa huduma au kuwahudumia wenyewe. Labda kwa kwanza tufahamishe, idara ya biashara, viwanda na uwekezaji ina watumishi wangapi? Idara ya viwanda, biashara na uwekezaji ina watumishi 5 kwa maana ya mkuu wa idara na wasaidizi wake 4. Huduma ambazo zinatolewa katika idara hii ya viwanda, biashara na uwekezaji, kwa sehemu kubwa wananchi huwa wanadhani idara hii inashughulika na leseni tu, labda ambayo tunasema ni vibali vya kufanyia biashara, lakini idara hii ni idara moja kubwa sana na ya muhimu katika halmashauri yetu, kwa maana ndiyo idara inayosimamia uwekezaji, kuvutia fursa za uwekezaji na kusimamia maeneo ya uwekezaji yaliyopo katika halmashauri yetu. Idara hii ndiyo inayosimamia utekelezaji wa viwanda katika halmashauri yetu na kujenga mazingira fanisi ya uendelezaji wa hivyo viwanda. Lakini idara hii ndiyo inayosimamia masoko yote kwa maana ya minada pia na masoko ambayo tunayaona katika halmashauri yetu. Lakini idara hii ndiyo inayoshughulika na uwekaji wa mazingira sahihi ya kufanyia biashara, na ndani yake humo tunakutana na hivyo vibali vya kufanyia biashara. Utaratibu wa utoaji wa leseni umekaa vipi, au mtu anatakiwa kufuata process zipi ili aweze kupata leseni? Kwanza tunatakiwa tutambue leseni ni nini. Leseni ni kibali kinachokuruhusu kufanya biashara katika eneo husika. Kwa hiyo tukisema kwa aina za leseni, tuna aina 2 za leseni. Kuna leseni za daraja A ambayo tumezoea kuliita class A. Hizi ni leseni ambazo zinatolewa BRELA. Lakini kuna leseni ambazo ni za daraja B, class B. Hizi ni leseni zote zinazotolewa katika halmashauri za miji, manispaa na hata halmashauri za wilaya. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya eneo husika, sasa kwa hapa tunaongelea kwetu Mafinga, kwa biashara ambayo iko kwenye daraja B, ni lazima ukate leseni ya biashara kabla hujaanza kufanya biashara. Kwa mantiki hiyo, leseni inatangulia kuingia kwenye eneo lako la biashara, ndipo unaenda kufungua biashara. Taratibu zikoje? Kama ufahamu kabisa ofisi ilipo, unaweza kwenda serikali za mtaa wa eneo ambalo wewe unawaza kwamba nitafanya biashara katika hilo eneo. Ukifika pale kuna maafisa watendaji wa mitaa, hata eneo la kata. Ukifika pale unawaeleza kitu ambacho wewe unataka kukifanya. Sio lazima ukieleze kwa undani, lakini unaweza ukasema tu, mimi nataka kufanya biashara katika mtaa fulani. Je, nifuate taratibu zipi? Wao sasa ndo watakuunganisha na sisi ambao ndio tunahusika na masuala ya vibali na biashara. Vitu vya muhimu katika uombaji wa leseni, hivyo ni vitu vya muhimu, ni namba ya NIDA, TIN namba ambayo tunasema nambari ya mlipa kodi. Sasa hii TIN namba wengi wanakuwa hawajui inapatikana wapi. TIN namba ni bure ukienda TRA. TIN namba inatolewa Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA, ya eneo lako husika. Hii pia unaweza ukajihudumia kwa mtu ambaye tayari teknolojia naye anaendana naye. Anaweza akajihudumia kwa kuipata kwa kuingia katika mfumo wa ITRAS TRA. Ukiingia kule utapata taratibu zile za kupata TIN namba. Na kuna za aina 2. Kuna TIN namba ambayo sio ya biashara na kuna TIN namba ya biashara. Kama eneo umepanga, basi unatakiwa kuwa na mkataba wa upangaji eneo kama umepanga. Ila kama eneo ni la kwako, tunatumai hilo eneo litakuwa na hati miliki. Na kama halina hati miliki, basi kitu ambacho utatakiwa kuwa nacho ni barua kutoka serikali za mtaa zikitambulisha kwamba hilo eneo huyu mhusika ndiye miliki. Lakini tunapata kesi
za watu hapa kwenye mkataba, hati au barua ya utambulisho. Tunapata kesi, kuna watu wanatumia maeneo ambayo ni ya familia. Kwa akitumia maeneo ambayo ni ya familia, automatic atakosa umiliki wa lile eneo. Na katika leseni ya biashara hapa tunaongelea vitu viwili. Kuna aina mbili, ukiachana na zile zinazotolewa BRELA na zinazotolewa katika halmashauri, lakini unapokuja huku pia tuna aina mbili ambazo mara nyingi ndio huwa tunadili nazo. Tuna leseni za biashara, maana yake hizi ni leseni zote ambazo hazihusiani na vileo. Sheria ya kusimamia leseni hizi za biashara ni ya mwaka 1972 na marekebisho yake ambayo yameendelea kufanyika mpaka mara ya mwisho 2023, pamoja na leseni za vileo. Na yenyewe hii tunaongelea biashara zote zinazohusiana na vileo. Kwa biashara zote zinazohusiana na vileo ndio zinasimamiwa na sheria ya leseni ya mwaka 1968 na marekebisho yake ya mara ya mwisho 2023. Kuna mfumo unaitwa Tausi. Ndio. Hebu jaribu kuwafafanulia wananchi jinsi huu mfumo unavyofanya kazi. Okay. Tausi ni mfumo mpya, hauna miaka mingi, una kama miaka 3-4 toka umeanza, na tunaishukuru serikali kwa kutuletea mfumo huu, kwa sababu moja, umeturahisishia utendaji kazi, kwa sababu ni mfumo ambao umekuja kwa ajili ya kumrahisishia mfanyabiashara, kwamba vile vibali ambavyo anavitaka katika huu mfumo una vitu vingi. Wengi wanadhani ni leseni tu, lakini una vitu vingi humo ndani. Unaweza ukakata parking, unaweza ukakata service levy, unaweza ukapata kufanya minada. Na huu mfumo au muhitaji mfanyabiashara kufika ofisini, anaweza yeye tu akakaa kwenye eneo lake la biashara akafanya maombi pale pale kwa kuingia Google na kuandika Tausi Portal. Akija atajisajili kama ni mfanyabiashara mpya kabisa, na kama sio mpya, maana yake ataingia moja kwa moja kwenye mfumo na kuendelea kujisajili. Ndugu mwananchi, naamini umepata kuelewa jinsi idara hii ya viwanda, biashara na uwekezaji inavyofanya kazi ya kutoa huduma kwa wananchi. Na kusiendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupata taarifa nyingi zinazohusu idara na vitengo vya halmashauri ya mji Mafinga. Naitwa Vedasto Malima, nikutakie siku njema hadi wakati mwingine.